kwamba ndugu John amesema kabisa kwamba bwana, kwa nini mnalalamikia mambo haya wakati nyinyi msimamo wenu ni mabadiliko kamili au kamilifu, kwamba mfumo mzima umeparaganyika, undeni, unatakiwa undwe mpya. Huo ndio msimamo wa Chadema. Tumelazimika kuzungumza hapa kwa sababu gani? Alichokifanya Kairima kwa niaba ya ile inaitwa kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ni upotoshaji wa hali ya juu wa sheria na kanuni zenyewe ambazo wanasema wamesaini, na kikubwa zaidi katiba ya sasa ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sifa za chama za kugombea kushiriki zimeainishwa na katiba. Sifa ya wagombea kugombea zimeainishwa na katiba, na masharti ya maadili si miongoni mwa masharti kutokusaini maadili ya uchaguzi si sababu imetajwa na katiba ambayo bunge lilipewa mamlaka ya kuitungia sheria, na kwa maana hiyo kupoka haki ya vyama vya siasa na wanachama wao au ugombea wao kushiriki. Kwa hiyo tuliona kama ni upotoshaji, ni propaganda mbaya, lakini bahati mbaya imefanywa na tume, na ilikuwa inalenga kuwadhoofisha, kuwanyong'onyesha wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na washabiki wao na wapenzi wao ambao wanaamini katika chama hiki kwamba ndicho ambacho kitaifanya nchi hii iondokane na umaskini na kila aina ya kudharaulika ambayo nchi yetu inafanyiwa hivi sasa, licha kwamba imekuwa ni nchi ambayo imekuwa huru kwa zaidi ya miaka 64, lakini ina hali mbaya sana. Heshima yake sio kubwa. Tumekuwa wataalamu saizi, utaalamu uliopo saizi serikalini, wewe ni namna gani utaenda kuwa omba mkubwa. Sasa hiyo ndio sisi imetufikisha hapo, na hatuwezi kuendelea kuwa na nchi ambayo imeporomoshwa chini namna hiyo, wakati ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana za kuweza kufanya maisha ya Watanzania yaweze kuwa bora zaidi, na nchi hii iweze kuwa nchi ya maziwa na asali kwa maana halisi ya maneno hayo. Huwezi kuwa na Tanzanite ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na maziwa matatu makubwa katika bara la Afrika ukaendelea kuwa maskini. Huwezi kuwa na bandari na bahari zote ukaendelea kuwa maskini, lakini sisi tumefanikiwa kuzigawa zote na kuwapatia watu wa nje, na sisi kuendelea kutopea umaskini, na tunageuzwa kuwa akina Somali kwa mtemo akina Matonya, kwa maana katika kufunga na kufungua, alama za kufunga na kufungua usemi, tumekuwa Matonya wa hali ya juu. Hiyo ndio sisi imetufikisha hapo. Sasa tumekataa. Tunasema Chadema hajabadilisha msimamo, inadai mabadiliko ya kutosha, mabadiliko kamili ya sheria za uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa na Kairima ilikuwa ni propaganda chafu. Ni propaganda chafu, na hapa tunataka tu kwamba wao kama dhamira zao bado zi hai, na kama akili zao zinafanya kazi, wasaishe hiyo, wafute hilo tamko. Kairima amekosea, na afute, atokee hadharani kama ambavyo alikwenda kunukiwa na ile kwenye hiyo kuna vyombo vya habari kwamba Chadema haina haki ya kushiriki, kwamba kwa sababu haijasaini. Madhari amesema hayo kwa kuwa inapingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na pingana na sheria hiyo ya uchaguzi ambayo anaitumia. Aondoe na afute kauli hiyo. Afute kauli hiyo. Sisi Chadema msimamo wetu uko pale pale. No reforms, no elections. Kwamba tutahakikisha kwamba bila mabadiliko ya katiba na mfumo mzima wa uchaguzi usiwepo, kwa sababu tunaamini kwamba uchaguzi huu jinsi ulivyo, ukiingia tumepigwa. Nikana nilivyosema, CCM wamechukua madume, majike, mizungu yote na nganda sita zote. Kwa hiyo wewe unakwenda pale umeshapigwa. Ni setup, kwa neno la Kiingereza, it's a setup game, au a rigged system. Na natumia maneno haya kwa maana ya uchungu mkubwa, kwa sababu hatuwezi kuwa na viongozi wanaotokana na uhuni na wizi wa kura. Mwalimu Nyerere alisema, wengine wamesema, na sisi tunasema kwamba hatuwezi kuwa na mfumo wa ujanja. Tunataka viongozi wetu watokane na maamuzi ya Watanzania. Ule uamuzi wa Watanzania wa kumchagua fulani na fulani ndio awe kiongozi wake. Basi
au kiongozi wao, ndivyo inavyotakiwa kuheshimiwa. Si ujanja wa kwamba utajichagulia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, makamu wa tume ya uchaguzi, makamishna wote wa tume ya uchaguzi na wakurugenzi wote wasimamie uchaguzi. Haikubaliki. Naomba Samia kama ana dhamira safi, naiambia CCM kama ina dhamira safi bado, kama kuna chembe ya usafi na dhamira katika mioyo yao, waweze kuruhusu mabadiliko yafanyike, ili mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku wao ni Watanzania na sisi ni Watanzania, tuchague watu, wapatie Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wao, ili tuwafanye watoto wetu, wajukuu zetu wawe na maisha bora zaidi. Sisi tunataka tuwawekee msingi watoto na wajukuu zetu, msingi mzuri ambao utawafanya kwamba waishi katika nchi ya kweli, yenye demokrasia ya kweli ya vyama vingi. Na kwenda swala lingine. Unasema baada ya, unasema nikaulizwa kwamba na bwana Boniface, wale watumishi waandamizi, ndio watumishi waandamizi kwa jinsi walivyoitunga hii sheria, kwa sababu mahakama ya rufaa mwisho wa siku ilisema wakurugenzi wanaweza wakasimamia. Neno wakurugenzi, watumishi waandamizi linajumuisha na hao wakurugenzi wa wilaya, wa manispaa na nini. Kwa hiyo ni mfumo ambao bado ni ule unahakikisha kama CCM inaendelea. Sisi Chadema inasema tume huru ya uchaguzi ni ile ambayo watu wote wanaiongoza wanatokana na kuomba, wanasaidiwa na watu ambao wako huru, wanachaguliwa. Uongozi wote, tume inaajiri wafanyakazi wake yenyewe, ni ndio ambaye ina jukumu la mwisho la kuamua nini, la kusimamia ule uchaguzi pale. Hakutakuwa na mtu wa usalama wa taifa, hakutakuwa na polisi. Kama polisi akija atafanya kazi chini ya maagizo ya tume, na kwamba vyama vyote vitakuwa na uhakika kwamba walioko pale ndio ambao wanatakiwa kusimamia uchaguzi, na hakutakuwa na kuingiza kura za uongo. Na kingine kubwa Chadema inakitaka, jukumu la kuthibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, si la mgombea au kwamba aliibiwa. Jukumu la kuthibitisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki ni la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo unapotokea uchaguzi umefanyika na kuna mgogoro wa uchaguzi, au kama kuna kesi mahakamani, tume itashtakiwa na ndiyo ambayo itabidi ithibitishe mahakamani kwamba uchaguzi uliosimamia ulikuwa huru na wa haki. Ni tofauti na sasa ambao unasikia kwamba wewe ambaye umeshindwa, ambao unadaiwa kwa umeshindwa, ndio ambaye unatakiwa kuthibitisha kwamba uliibiwa namna gani, wakati nyaraka zote wewe wanazo wao. Wale wenye nyaraka zote na ambao walisimamia ule mfumo ndio watakuwa na jukumu la kuthibitisha kwamba kura zilikuwa huru na za haki. Angalia tulivyofanya, hivi ndio kura zilivyopatikana, ni hizi hapa, hivi ndio baba zilivyohesabiwa, na huyu alipata hizi. Kwa hiyo yale mambo sio ya kuchoma kura hayata kuwepo. Yatabidi kwamba wathibitishe kwamba waliongoza uchaguzi kwa namna inatakikana. Ndiyo maana tutakuwa na nchi ya kidemokrasia. Huu ujanja hatuwezi kukubali. Ndio maana tunasema kwamba tuachane na mambo ya ujanja, tuwe na mfumo huru wa haki wa uchaguzi, kama ambavyo mahakama ya rufaa katika kesi ya Dr. Amani, ya mwanasheria mkuu wa serikali na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Ward Kaburu, ilivyosema ule mwaka wa 94 na 95 Januari ya 31, katika hiyo kesi maarufu kabisa ambayo tutegemea kwamba ingeweza kuheshimika na mahakama ya rufaa. Na mahakama hiyo ilionya, inaelewa kama tume inaongozwa na majaji wa rufaa. Wakati ule alikuwa nani? Alikuwa ni Jaji Louis Makame marehemu, na Jaji Agustino Ramadhani marehemu, alikuwa ni makamu. Hata kama hawa wanaiongoza, lazima wazingatie sheria za nchi yetu, kama ambavyo kila mtu anatakiwa chini ya ibara ya 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Na sisi tunataka kwamba tuweke mfumo ambao ni mzuri kabisa wa kuweza kuongoza uchaguzi. Sasa Chadema itakufa? Chadema haifi. Chadema imefanikiwa kuingia katika mioyo ya watu, inapendwa na watu, imesukwa na kuandamwa. Tokea kesi ya kwanza ile nimesema mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa alitoka wapi? Alitoka Chadema, Dr. Amani Ward Kaburu, ule mwaka wa 94. Akaandama, akatukana kila aina, wakasema sio Muislamu sawa sawa, ameshindwa kumzika baba yake. Yalisema yote haya na viongozi wakubwa kabisa wa serikali wa Chama cha Mapinduzi, lakini aliwashinda. Na Chadema imeandamwa sana wakati wa Magufuli, imeandamwa sana mwaka 2015, imeandamwa sana, mfanywa kila aina ya hujuma, lakini imezidi kuota mizizi katika mioyo ya watu. Mwaka huu kwa uchaguzi uliofanyika mwezi wa kwanza, Tanzania walishuhudia jinsi gani ambavyo Chadema inaweza kuongoza, kufanya uchaguzi wake na kujipatia viongozi wake na kubadilisha madaraka. Hata licha ya hizi figisu zinazoendelea, ni kwamba hizo zinaifanya Chadema ipate nguvu zaidi. Chadema imejijenga chini,
imejenga matawi na mashina yake ambayo ni imara kabisa, na wanachama wanafanya nini? Wanaipenda, wananchi wanaipenda, na kila ndio maana ukitokea jambo la Chadema wanataka kulisikia na kulifuata. Mwenyekiti wao yuko ndani hivi sasa, wanachama wanapambana kuhakikisha kwamba mwisho wa siku mwenyekiti wao atatoka na atashinda hiyo kesi, na kwamba wao watasimama pamoja na yeye katu kama hawatamwacha mwenyekiti wao. Kwa hiyo mapenzi yao ni makubwa sana. Asante sana.